basi kwa muda huu wacha wasalimie, ajitambulishe kwenu. Karibu mgeni wetu. Yes, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena wapendwa watazamaji wangu. Nashukuru sana kwa ajili ya siku ya leo. This is my first live stream. Wow. Sijawahi stream live. Amen. Sijabobea sana katika uimbaji. Yes. Nimeingia juzi tu. Kwa majina ninaitwa Carol Msita. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Amen. Mimi ni mzaliwa wa Kakamega County. Na ninashiriki katika kanisa la ATG Chapel. Headquarters iko pale town. Na huwa nabarikiwa pale sana na mtumishi wa Mungu Apostle Francis Msili. Asante. Asante sana Karo. Jua kwamba hata kama unabobea, hata kama jinsi ambavyo tu ulivyo, jua kwamba umefika nyumbani and you are in the right place. Yes. Kwa hivyo jihisi ya kwamba uko mahali pazuri sana, na kuna watu ambao wanatarajia kukupokea. Walikuona pale kwenye posta na walikuwa nakungojea sana kwa hamu na gamu. Wakasema leo we are in, leo we are tuning in. Tunataka kumsikia huyu mtumishi wa Mungu Karo. Rai sana. Naam, ni Karo Musila ama Karo Musita? Carol Msita. Carol Musita. Yes. Jina nzuri sana, jina bora. Yes. Naam, asante sana mtumishi wa Mungu. Hebu tuambie tayari tukiwa tunazungumzia mada hii ya imani ambayo inaridhisha, katika moyo wako leo unaonaje? Katika anga ya moyo wako unaonaje? Leo una amani ndani ya moyo? Nasikia niko na amani sana, maana nimeona nimesonga katika level nyingine. Amen. Maana kupatikana katika labda kwa TV, maybe umeenda kuojiwa labda, umeenda kwa ajili ya kutukuza Mungu tu. Yeah. Maana ninajua ni wengi wananitazama, marafiki zangu pale. Nimeweza kuwatumia ujumbe, nikawaambia wanitazame katika TV ya Kaa TV. Yes. Na nimeshukuru sana kwa ajili ya siku ya leo. Nasikia niko na amani. Na Mungu amenisongesha level nyingine. Na ninajua bado nitaenda mbele na mbele. Amen. Mbele zaidi nikimtukuza Mungu. Amen. Amen. Na nasema kwamba utukufu umrudie Mwenyezi Mungu. Amen. Na kwamba umesema utaendelea mbele, na ni kwa kiuhakika utaendelea mbele. Hiyo ni shua 100% ya kwamba utaendelea mbele. Vile ambavyo unakaa smart hivi siku ya leo umetulia tu. Yes. Unakaa kwamba una amani. Yaani unahubiri tu amani, unahubiri tu amani. Vile ambavyo umesimama hapo, vile ambavyo unakaa, vile ambavyo unazungumza, unahubiri amani. Na hii ndio tunahitaji. Kuna wengi wana pesa, wana hela, wana dola, lakini hawana amani kwenye moyo, hawana amani kwenye mioyo zao, kwa sababu kuna upungufu fulani, kwa sababu pengine hiki na kile kimetendeka. Maana maisha yana mambo mengi, kuna panda shuka ya maisha. Kuna wakati mwingine ana kila kitu, lakini yuko pale hospitalini, ana magari ziko pale nje, anashindwa atafanyaje, hana amani, hana watu wa kumwangalia, hana watu wa kumtazama. Yani wengine tu ni kumpigia kelele hapa na pale. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu Mungu ni yeye anapatiana amani. Anaitwa mshauri wa ajabu, the Prince of Peace. Anatupatia amani siku ya leo. Asante sana mtumishi wa Mungu Karo. Hebu tuambie, ulianza kuimba lini? Tayari una nyimbo ngapi? Na ni nyimbo gani ambayo unapenda sana? Okay, niko na nyimbo 4. Niko na nyimbo ambazo nimeshaweka video 2. Nimeanza juzi, mmesikia nimesema mapema sijabobea sana, so mtu asishangae huyu ako vipi, labda naweza mess kidogo. Ni kwa sababu sijazoea. Ingawaje huwa nasimama kwa watu wengi kwa ajili ya kuhudumia Mungu, lakini sijakuja kwa TV. Maana kwa TV ninajua ni wengi wanaonitazama pale. So niko na nyimbo 4, nyimbo 2 ambapo muziki ambayo iko na video, na pia niko na audio 2. Naongea pale kwa YouTube, but niko na nyimbo mingi sana ambayo bado sijaingiza pale. Maana unajua uwezi mwaga zote pamoja. Maana unapea watazamaji au wale wanao watch hizo nyimbo muda kidogo, muda wa kuwatch kidogo unaweka, kidogo unaweka. So niko na nyimbo mingi, lakini pale kwenye YouTube yangu niko na nyimbo 4, 2, muziki 2 ambazo ziko na video na audio 2. Na zingine zile bado ziko bedroom. Naam. Ziko bedroom. Hallelujah. Okay. Nakwambia leo tumepata ile unique, ile ambayo iko bedroom. Wengine wanasemanga iko jikoni, lakini hii ya Karo iko bedroom, iko karibu kuzaliwa. Hallelujah. Wewe tegea. Yes. Na asante sana. Tunapokea jumbe. Ningeweza tu nisome kwa dakika moja tu. Tunaye Blessed Favor. Anasema hello Lilian, thanks for joining in live. Ruth Njiri anasema nimebarikiwa. Huyu dada na wimbo mzuri sana, wimbo mpya. Unasema Jehova
inemiroma. Sijui kama tungeweza kupokea wimbo. Ni wimbo mzito, ni wimbo mzito kabisa. Ruth Njiri, God bless you popote ulipo. Asante kwa jumbe lako. Tunaye nani? Blessed Favor bado anazidi kutuma kabisa, sema hello Lilian, thanks for joining in live. Steve Ongaro, director anasema Sam WhatsApp, akapeana namba, amemwambia Sam aweze ku WhatsApp namba. Sam popote ulipo basi jibu kwenye hiyo WhatsApp ambayo imetumwa na mkurugenzi wetu Steve Ongaro. Tunaye Pastor Emmanuel Akaya anasema show ni moto sana, show ni moto sana. Shady Wisdom anasema wow, barikiwa mtumishi Felix Edi ambaye tutakuwa naye hivi punde, anasema awesome job. Cos D Kawapa anasema blessings. Samuel Odhiambo all the way from Siyaya anasema barikiwa sana. Lilian Akot ambaye ni Lily Mesh anasema amina, na Mungu akubariki Lily Mesh kwa sababu ya kuchukua muda wako, maana watumishi wengi hawanaga muda kutazama vipindi kama hizi, lakini wewe una muda. God bless you na kibali kiwe juu yako. Tunaye Irene Joki anasema blessed favor. Amina, amina. Jumbe zinazidi kumiminika hapa na mimi nitazidi kusoma bila kusita sita. Prince Meshak Musioka anasema tuko tuned in kabisa tukiwa Kibwezi. Mchungaji Peter Cool akiwa pale House of Grace upande huu wa Ngong Road anasema glory, glory, God bless you Pastor Cool and the entire church. Wasalimia sana. Samuel Odhiambo anasema Fanny be blessed. Alice Mutora anasema Sister Carol Musita. Uji sijui anamaanisha nini, sijui anamaanisha nini, ama ni uji power. Labda ni uji power, naekewa uji power nikitoka hapa niende nikunywe. Watu wa uji power na watu wote wapendwa wote, mpo wapi, mko wapi, mko wapi? Na kwa muda unaomba tupokee wimbo mmoja wa Karo, alafu narejea baada ya muda usiokuwa mrefu sana. Usiondoke. Asante Yesu, maana fadhili zako ni za milele. Naliona ukitenda mambo makutu. Wacha jina lako lihimidiwe na liabudiwe milele. Baba yangu naja kwako, maana wewe ndiwe Mungu wangu. Baba yangu nakuinua, maana wewe ndiwe Mungu wangu. Baba yangu nakuabudu, maana wewe ndiwe Mungu wangu. Baba yangu nakuinua, maana wewe ndiwe Mungu wangu. Nitalisifu jina lako, maana wewe ndiwe watosha. Mungu wangu nakushukuru, maana wewe ndiwe wakomboa. Asante sana kwa nguvu zako, Mungu wangu umeniokoa. Asante sana kwa wema wako, maana wewe ndiwe kimbilio. Wewe ni Mungu usiyeshindwa, hakuna kama wewe. Wewe ni Mungu usiyelemewa, hakuna kama wewe. Wewe ni Mungu uheshimiwe, hakuna kama wewe. Nakushukuru kwa baraka zako, Mungu wangu ninakupenda. Asante Mungu kwa nguvu zako, kwa nguvu zako nimewekwa huru, kwa nguvu zako nimeinuliwa, kwa nguvu zako nimewekwa huru, kwa nguvu zako nimefunguliwa. Wewe ni Mungu unaweza, wewe ni Mungu usiyeshindwa, hakuna kama wewe. Wewe ni Mungu usiyelemewa, hakuna kama wewe. Wewe ni Mungu uheshimiwe, hakuna kama wewe.
kwa yote umenitendea. Uliniondoa mautini, ukanipa uzima tele, ukaniongezea miaka nyingi, ukaniokoa na shida zangu. Wewe ni gongo na fimbo langu, sitaogopa chochote kamwe. Wewe ni fimbo na gongo langu, sitaogopa chochote kamwe. Wewe ni Mungu usiyeshindwa, hakuna kama wewe. Wewe ni Mungu usiyelemewa, hakuna kama wewe. Wewe ni Mungu uheshimiwe, hakuna kama. Karibu sana mpendwa mtazamaji. Wimbo mzuri ambao umeondoka kuchezwa wa dada huyu Carol Musita. Ni mtumishi wa Mungu ambaye Mungu anamtumia sana, ana moyo ambayo moyo mnyenyekevu. Yeye huwa ametulia sana, lakini Mungu anamtumia kwa njia nyingi tu tofauti, na katika njia kubwa Mungu anamtumia pia kutenda miujiza mingi tu. Na tunashukuru Mungu kwa sababu yako Carol. Wimbo huu ni wimbo mzuri. Je, ni wimbo wako wa kwanza ama ni wa mwisho? Wimbo ni wimbo wa kwanza. Nilipotoa huo wimbo, naam, ilikuwa kama mic testing. Niliambiwa ya kwamba siwezi imba. Niliambiwa sauti yangu ni ile mzito. Hata nami nikawa najidharau sana. Nikasema ya kwamba huenda ikawa Mungu hakuniumba niwe muimbaji. Nikajua katika moyo wangu kwamba kuna wale waliumbwa watakuwa waimbaji. Nikajua mimi siwezi imba, maana nilikuwa najidharau nikiona sauti mzito. Naona hii inaweza toa wimbo kweli. So hii wimbo nilipoketi chini, nilijipata tu naimba nyimbo, naandika kwa kitabu. Lakini shida sana nitaimbiwa na nani, maana sina sauti. Nimeambiwa na watu sina sauti, siwezi imba. Sasa nitafanyaje? Na Mungu ashanibariki na keti hivi najipata nimeimba wimbo full na nimeandika. Nilikuja nikaandika nyimbo 7. Lakini sasa nitafanyaje? Nitapata wapi producer? Nitakapoenda kwa producer ataniambia wewe hii sauti yako iwezi imba. Nitafanya nini? Nilipatana na ndugu mmoja ambaye ni Chris Praise. Chris Praise tulikuwa na wewe hapa juzi tukiwa tumekuja kwa show ya mwenzetu Bible Translator. Wewe ni wa baraka sana kwa maisha yangu. Alikuja akaniambia twende studio. Twende nikupeleke studio. Tulienda na yeye, nikapata kwanza nikaogopa. Producer aliponiambia imba kidogo, naogopa kutoa sauti maana nitakuwa disappointed. So naweza imiza mtu ambaye ako mahali na anatamani kuwa muimbaji, unaweza. Hata kama unaona sauti yako iwezi, kama hii yangu inaweza toa wimbo, hata wewe unaweza imba. Muamini Mungu kila wakati na katika kila jambo. Hakuna jambo ngumu mbele ya Mwenyezi Mungu. Ndio sababu niliimba nikasema wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mungu ni Mungu asiyeshindwa. Nilipitia mambo mazito sana katika maisha yangu. Nilipoolewa, niligonjeka sana, nikawa na magonjwa mengi sana. Nikapoteza watoto 5. Nilikuwa nashika mimba, nashikwa na pressure. Ninapoteza watoto hivyo tu. Hadi nilipopatana na mtumishi wa Mungu Apostle Francis Msili ambaye ni pastor wangu. Nampenda sana, akiwa na mama Bishop Cecilia Msili. Na wapenda sana, walikuwa wa baraka kwangu. So Mungu aliniondoa mautini. Katika ule wimbo unasikia mahali nasema uliniondoa mautini, ukanipa uzima tele. Kuna wakati nilipelekwa hospitali nikiwa hali maututi. Tulienda vizuri na mume wangu. Tukafika hospitalini. Nilichukuliwa, tulikuwa tunatembea hivi. Nilipofika pale nikawekwa kwa wheelchair na kimbizwa. Hata nauliza kwani nilikuwa serious? Nilikuwa naona siko serious. So that's why unasikia katika huo wimbo ninasema uliniondoa mautini, ukanipa uzima tele. Nilipofika mahali nikasema ya kwamba sauti yangu hata kama sijaumbiwa sauti ya kuimba, nitatumia hii sauti kumtukuza Mwenyezi Mungu aliyeniondoa katika shimo. Aliniondoa katika kaburi ambapo nilikuwa sijui shetani alikuwa amenipangia nini. Lakini Mungu wa mbinguni anayeweza mambo yote
aliingililia maisha yangu, nikapata kupona. Ndio kwa sababu nilisema nitamtukuza Mungu, nitatumia hii sauti yangu kumtukuza Mungu. Sio kwa maombi tu, ila kwa uimbaji. Na nitamtumikia Mungu tu na roho yangu yote, kwa maana alinitendea makuu. Yeye ni Mungu asiyeshindwa. Amen. Mungu asiyeshindwa. Mpendwa mtazamaji, sijui wewe ushuhuda wako ni upi? Je, ni nini hicho ambacho Mungu amekutendea akakupatia amani ya moyo wako, ukajipata tu unalinda moyo wako, watu wanakusemea unapitia magumu kwa sababu kupoteza mtoto, jinsi ambavyo huyu dada anasema kwamba alipoteza mara 5. I'm telling you 5 times, sio mchezo. Wakati umetarajia watu wanaona leo imetoka tena, mwaka mwingine tena imetoka. Na kwamba wapendwa, sio jambo rahisi kama sio Mungu kukushika mikono na kukuelekeza mahali pazuri, kwa sababu kuna watu ambao hawaelekezwi vizuri, ama wanaenda kwa watu tapeli. Wakati wana shida kama hizi, anaenda kwa tapeli anamdanganya zaidi, anakula pesa zake. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu alikudirect kwa watu wazuri, wakakusaidia, na sasa hivi leo ukaweza kutoa wimbo. Yaani unaendelea vizuri na tunafurahia Mungu sana kwa sababu ya hiyo. Kabla ya hiyo nilikuwa karibu sasa niende hapo unasema mahali pabaya. Ndiyo. Nilikuwa nimetamani kwenda hata kwa mganga nitafute msaada. Lakini msaada wangu ulipatikana kwa Mungu. Si kufikia hapo. Mungu ambaye ni Mungu wa neema aliingia katika moyo wangu, akanipa mwelekeo unaofaa. Nikaenda mahali panapofaa na nikapata muujiza wangu. Na nimekwama pale. Mungu alinitendea nikiwa pale. Na nitamtumikia Mungu nikiwa pale. Nitamsifu Mungu, nitamuimbia Mungu nikiwa pale. Utukufu wa Mungu. Tunashukuru Mungu sana kwa sababu ya madhabahu hiyo ambayo ilitumika kusaidia huyu dada Caroline Musita. Hebu tuambie kwamba baada ya hiyo, je, Mungu alileta watoto wengine? Baada ya hiyo Mungu alinibariki na mtoto mmoja. Mimi ni mke wa mume mmoja, nimeolewa. Na niko na furaha katika ndoa yangu. Jinsi ambavyo nimesema, mimi ni mzaliwa Kakamega, nimeolewa Eastern pale Kitui. Na Mungu amenibariki na mtoto mmoja. Lakini sasa nafikiria, maana unajua nilifika mahali nikaogopa kidogo. Usicheze dada Feni, unabeba mimba. Watu wanakuona uko na mimba. Ukifika mahali labda anaona umejifungua, unakutana na mtu anakuuliza habari ya mtoto na una huyo mtoto. Unashindwa utamjibu nini? Mimba ya huyu mtoto wangu ambaye niko naye saa hii, nilikuwa naogopa. Nilikuwa navaa jacket ya mzee, watu wasijue niko na mimba. Maana sijui kama nitamzaa, sijui bado kutaenda hivyo. Maana sitaki maswali ya watu waanze kuniuliza mtoto, habari ya mtoto. Maana si walikuona na tumbo ni kubwa, wanaona umerudi normal. Sasa wataanza kukuuliza habari ya mtoto. Sikuwa nataka hiyo maswali. So nilikuwa na shinda na jacket ya mzee, ndio watu wasielewe, labda waone ni kunona tu, ama labda ni style tu, nimeamua hivyo. Lakini mimi nashukuru Mungu. Mungu alinibariki na mtoto, niko na mtoto kijana. Na ninafurahia sana. Sana nafikiria tena pia ninaweza fuatisha. Maana hayo mawazo nilikuwa naogopa kubeba tena. But sasa naweza beba tena. Na najua nishafunguliwa, niko sawa. Na nitazaa wengi tu. Haleluya. Basi tupige nduru za Yesu hapo, tunashangilia. Na mtoto huyu akuje na azaliwe. Basi tunatarajia next time akikanyaga hapa, anakanyaga akiwa tayari amebarikiwa na mtoto huyu azaliwe. Twende tumuone na tumchezee tukiwa tumebeba zawadi. Mungu akubariki sana. So kwa muda huu, hebu tupokee wimbo mwingine wa huyu dada Caroline Musita. Mungu wetu, bila wewe siwezi chochote. Umenitoa chini, ukaniweka juu. Mahali nimefika ni wewe Mungu. Haleluya. Caroline Musita. Ni wewe tu Mungu wangu, ni wewe tu tegemeo. Ni wewe tu Mungu wangu, ni wewe tu tegemeo. Ni wewe tu Mungu wangu, ni wewe tu tegemeo. Ni wewe tu Mungu wangu, ni wewe tu tegemeo. Ni wewe tu
mabaya yote waondoa kwangu. Wanapopanga waje wanimalize, wanificha kwa mabawa yako. Mungu wangu nakushukuru, upendo wako wadumu milele. Ni wewe tu Mungu wangu, ni wewe tu tegemeo. Ni wewe tu Mungu wangu, ni wewe tu tegemeo. Ni wewe tu Mungu wangu, ni wewe tu tegemeo. Ni wewe tu Mungu wangu, ni wewe tu tegemeo. Kweli Mungu wewe ni wa ajabu sana. Unafanya njia pasipo na njia. Wagonjwa wapona kwa jina lako. Waganga waokoka kupitia jina lako. Uhimidiwe milele. Fanya kazi yake Mungu bila kuchoka ndugu yangu. Wakati shida zitakusonga, yeye mwenyewe atakulinda. Rafiki yangu usilie, nayopitia yataisha. Vita hivi sivyo vyako, Mungu wetu anapigana. Nimetoka na mambo ya dunia, na tamani ni kuabudu. Uniwezeshe Jehova Rafa, Muumba mbingu na dunia. Miujiza yako nimeona, matendo yako nimeyaona. Bila wewe ningekuwa wapi? Baba yangu, mlinzi wangu, uliniumba nikuabudu. Najitoa kwako Bwana, unitumie kama chombo. Yesu wangu, Mungu wangu, nakushukuru kwa huduma wako. Ulinipa nikutumikie, nitafanya kazi yako Mungu siku zote za maisha yangu. Ni wewe tu Mungu wangu, ni wewe tu tegemeo. Ni wewe tu Mungu wangu, ni wewe tu tegemeo. Ni wewe tu Mungu wangu, ni wewe tu tegemeo. Ni wewe tu Mungu wangu, ni wewe tu tegemeo. Wow, welcome back. Karibu sana mpendwa mtazamaji. We are moving on. Tunaendelea vyema katika uwepo wa Bwana. Dada huyu Carol Musita ana ushuhuda wa kushangaza sana, kile ambacho Mungu ametenda na tayari tunatarajia. Welcome back. Asante sana dada yetu Carol Musita. Kwa kweli unaenda mbali. Na wale ambao walisema hauna sauti, basi unayo. Hallelujah. Sauti anayo, anayo. Ninayo. Sauti unayo, sauti ambayo Mungu anaitumia, sauti ambayo imepakwa mafuta, sauti ambayo inaguza kizazi, sauti ambayo inaenda mbali, sauti ambayo inazungumzia kuhusu miujiza, kwa sababu miujiza huu tu ambao Mungu amekutendea tayari inaokoa mamilioni ya watu, na tunashukuru kwa sababu ya hiyo. Tuna matarajio mengi. Wakati ulikuwa unaimba nikafikiria wimbo ule wa shusho, wimbo watu wa sifa, umenifanya ning'are. Yani kafikiria ni kama unafaa uimbiwe wimbo huo ile kushangilia kile ambacho Mungu ametenda katika maisha yako. Sijui kama wimbo huo uko tayari pale kwenye studio. Wimbo tu wowote tu wa sifa tu, tushangilie Mungu, kwa sababu jambo hili ni jambo ambalo linafurahisha, jambo ambalo linaguza moyo. Kuna mamilioni ya watu ambao wanatarajia kutoa ushuhuda kama huu wa Carol Musita. Sijui tumshangilie aje na wimbo moja tu kwa sekunde kidogo tu, alafu tuendelee naye. Lonely
tawe Zirabite nyasae Tirinde fwefwesi Mutitabu tyosi Shola enda tawe Mlanji wanje neyuwe Mlanji wanje neyuwe Mlanji wanje neyuwe Mlanji wanje neyuwe Mlindi wanje neyuwe. Hey, welcome back. Na kuambia jinsi ambavyo tulitarajia kusifu na kufurahia na kushangilia Mungu, tumefanya hivyo kwa sababu ya ushuhuda huo wa huyu dada Carol Mosita. Maana sio kitu ya kawaida, sio jambo la kawaida miujiza kama huo kutendeka. Asante sana, welcome back. Wimbo huu unamaanisha nini? Wimbo huu unamaanisha ya kwamba aliyeniumba ni wewe, yes. Yani Mungu. Aliyeniumba ni Mungu. Na baraka za Mungu ziko kila mahali. Duniani kote. Wow. Ni Mungu peke yake. Wow, asante sana kwa sababu ya wimbo huo. Ila ningependa uwazungumzie wanawake pengine ambao wanapitia hali mbaya sana, wamekosa amani katika mioyo yao. Wengine wako na pesa ndiyo, lakini wamekosa amani. Ningependa uwazungumzie tukiendelea tukimalizia maneno ya mwisho kwao. Wanawake ambao wamepitia hali kama yangu, ninawahimiza ya kwamba hakuna shida inayodumu milele. Amen. Tazamia Mungu, kwa Mungu yote yanawezekana. Amini Mungu. Kitu cha kwanza kuwa na imani. Imani kwanza. Imani yako wewe mwenyewe. Kuwa na imani, siku moja nitalea mtoto. Nakumbuka nilipokuwa katika ile hali, nilikuwa naishi kwa gorofa, ilikuwa floor 3rd floor, 2nd floor. Nilikuwa napanda stairs. Nikipanda stairs nilikuwa nasema, Mungu, hizi stairs nitapanda na mtoto siku moja. Hizi stairs nitapanda na mtoto. Amen. Na nikifika kwa nyumba na keti kwa kiti nasema, Mungu, hii nyumba italia mtoto. Wacheni niwaambie, imani ndio kila jambo. Biblia inasema imani ni kuamini jambo ambalo unaona ni ngumu kwamba linawezekana. Kwa macho ya mwanadamu anaweza ona huyu hawezi. Huyu labda amekaa miaka 20 kwa ndoa ana mtoto, ama labda huyu amekaa miaka mingi ako na 50 years haezi pata mume. Unaweza pata mume dada yangu, unaweza pata bibi ndugu yangu. Hakuna jambo ngumu kama Mungu alinitendea. Na ni kwa sababu ya imani niliyo nayo. Utakapofika mahali uone umelemewa na imani, jua utatoboa. Kwanza kuwa na imani wewe mwenyewe na upige magoti. Mungu anaweza yote na Mungu anasikiza kilio chetu. Inafika mahali wakati uko katika hali ngumu, ukipiga magoti unajipata unalia. Mungu anasikiza hata yale machozi. Piga magoti tu kwa ajili ya Mungu. Na yote yanawezekana. Unapoona jambo ni ngumu sana, unaweza funga na kuomba, labda kwa wale wanamjua Mungu, maybe labda kuna wale hawamjui Mungu. Funga na kuomba, ambia Mungu, maana Biblia inasema na kuna mapepo yale ambao hayataenda pasipo kufunga na kuomba. Funga uombe na Mungu ataweza kukutendea. Hakuna jambo ngumu mbele ya Mwenyezi Mungu. Kitu cha kwanza kuwa na imani. Kitu cha pili, piga magoti, muamini Mungu. Yeye peke yake, usimwamini yeye mwanadamu. Hata kama imefika mahali ukaenda kwa mganga, cha mganga akidumu. Cha mwanadamu wachawi akidumu. Cha madawa akidumu. Lakini kile ambacho kimepatikana katika madhabahu kinadumu. Na utakapo kipata katika madhabahu, itunze katika yale madhabahu. Usipate jambo katika madhabahu. Kuna wengi ambao wanaenda labda mahali wanabarikiwa, ama labda unaenda kanisa fulani, hata sio ile yangu, ile yako labda ingine. Kuna watu wamebarikiwa katika makanisa. Watumishi wa Mungu wamesaidia watu wengi katika madhabahu. Na ni Mungu anayewaponya, ninajua. Lakini usitoke pale ukitusi yale madhabahu. Ndugu yangu, dada yangu, wale ambao tumeokoka, heshimu madhabahu, heshimu pastor wako, hata kama ule labda ulitoka kwake. Provided alikulea, alikuwa kama baba kwako. Ni baba kwako. Uende ikawa alikulea kama bado ngali chini, ujielewi. Muheshimu. Hata ukitoka pale, muheshimu bado. Ukikaa enda mtembele. Ni baba alikulea.
Huyo ni baba. Usitoke pale ukitusi pastor. Hata kama pastor amekukosea, ni mwanadamu. Watumishi wa Mungu ni wanadamu. Huenda ikawa anaweza kukukosea. So ndugu yangu, dada yangu, wale ambao tumeokoka makanisani, stop talking ill of your pastor. That pastor is your father. A spiritual father can curse you or can bless you. Whether uliama ama bado uko pale, anaweza kukulaani ama akubariki. Tutafute baraka kanisani, tusiende kutafuta laana. Naam, asante sana kwa sababu ya ushauri wako huo, maana unazungumza kwenye roho. Kuna mtu ambaye alikuwa anasumbuliwa na mambo kama hiyo, na tayari umemshauri ukamwambia kwamba amheshimu huyo baba ambaye anamuombea, na akikuombea ubarikiwe, usisahau ya kwamba ulicho nacho tu ulikipata tu, hakuna mtu hata ambaye alikutamkia baraka. Basi rudi pale ambapo litamkiwa baraka, na wewe pia achilia baraka yako pale mahali ambapo litamkiwa baraka. Ni jambo na ni siri ambayo watu wengi huwa wanasahau. Yule ambaye alikubariki, alikutamkia baraka, unamsahau, unaenda kubariki watu wengine. Basi hapo utakuwa umepita kanuni na sheria za Mungu. Na asante sana. Unajua Karo, unafurahia sana kuzungumza nawe. Bible translator anatuma jua, anasema unaenda mbali Sister Karo Musita na kusupport mpaka ufike kilele. Asante. Huyu ni rafiki wa 30. Yes. Agi na kuona anasema wow, God you're going far. Patrick Mwongela anasema pata twins Karo. Kuna mwingine anataka upate Patrick mapacha. Huyo ni shemeji yangu. Double. Nimepokea. Alice Muto anasema amen Daughters Africa tuned in. Yaani watu unazidi kubarikiwa. Karo, ningependa tuendelee zaidi, lakini kwa muda huu nataka tu utuambie jinsi ambavyo wapendwa hawa watakupata katika mitandao za kijamii. Okay, katika mitandao za kijamii naitwa Carol Musita. Carol Musita. Hakuna mahali kuna double whatever letter. Unaandika tu Carol Musita. Instagram, TikTok, YouTube. Kote utanipata kwa Carol Musita. Facebook Carol Musita. Naam, Carol Musita, najua kwamba una marafiki wengi, una vikundi vingi, pengine ungependa kuwasalimia na kupatia tu sekunde chache uwasalimie hivi sasa. Kwanza kabisa nasalimia mume wangu Mr. Christopher Ndeva. Ninampenda sana na siwezi sahau pastor wangu. Umesikia nimeongea sana na nimlimbikizia tu sifa Apostle Francis Msili akiwa pale Dikwota, Nairobi town. Kanisa iko pale City Center na tuko na kanisa yetu ingine iko pale Kamulu. Tumeweka juzi pamoja na mam nakupenda sana Bishop Cecilia Msili. Mungu akubariki sana pamoja na watoto wako, pamoja na nyumba yako, pamoja na huduma yote kwa jumla. Alafu nakumbuka watu wa kwetu pale Muirembe, na wasalimia wote, dada zangu, ndugu zangu, cousins wote. Alafu group na salimia Cherubim Peace Singers. Ni familia yangu kwa haya ambayo tunaendeleza tu injili pamoja. Cherubim Peace Singers, yeyote wa Cherubim Peace Singers ananiwatch, fikishia wenzako salamu. East Africa Artist Union group hiyo ninawasalimu katika jina la Yesu. Shared Vision wote, group zote ambazo naongoza mimi, kuna groups mingi sana. Alafu zile ambazo huwa tunaendeleza tu injili pamoja kwa ajili ya kusaidiana. Na wasalimia wote, Bible translator Chris Praise, Fanis akiwa pale Majuu, dada Regina nakupenda sana my sister. Mungu akubariki wote, hata wale sijasalimia na wanayetiji wote popote walipo. Mungu wabariki na watendee mema. Tuko pamoja na followers wangu wote wanaonipenda katika mitandao za kijamii. Mungu wabariki. Unajua sisi Waluya salamu haiishi. So mbarikiwe sana. Tuko pamoja. Tuko pamoja aise, tuko pamoja watu wa Mirembe wote, tuko pamoja na wapendwa wote ambao wanatutazama siku ya leo. Tuko pamoja na huyu dada Karo, anafurahia sana kuwasalimia. Tunashukuru Mungu. Sasa katika awamu hii ningependa tumpokee mgeni wetu mwingine ambaye ni Felix, none other than Felix Wanyonyi. Kwa hivyo usiondoke, zidi kutuma jumbe lako. Nafurahia Pastor Sammy G, I'm seeing you and thank you so much for your comment. You are saying you are watching Fanny Abrams. God bless you. Sammy G in USA, God bless you and your family and the entire Church of Christ Imaging Church.